the battle of the mind, vita ya mawazo. Sasa ukishajua mawazo ni jambo la kiroho kiasi hicho, huwezi puuza kutakasa fikra, ubongo, kichwa. Bandika mkono kichwani kabisa na kuombea mawazo yako. Tunaenda pamoja, watoto wa Mungu. Hebu angalia mfano wa Daudi, Samueli wa pili sura ya 24. Yaani utashangaa sana. Daudi amemaliza vita. Ni jambo la kawaida mfalme kuhesabu watu wake baada ya vita, kujua maiti ni ngapi, majeruhi ni wangapi, na askari walio bado na nguvu ni wangapi. Lakini Mungu alishamuonya Daudi kwamba usiweke imani kwenye idadi yako. Ulikuwa ni bwana mdogo tu wa miaka 17 ulipoua simba na dubu. Ulikuwa ni bwana mdogo tu wa miaka 17 ulipomuua Goliati. Sio kwa nguvu zako na sio kwa bidii na juhudi yako utashinda vita zako. Mimi Mungu nitakupigania. Kwa hiyo acha wafalme wengine waweke imani kwenye idadi, sio wewe. Wewe usiweke imani kwenye idadi. Ninaweza nikakuokoa ukiwa na wengi, na bado ninaweza nikakuokoa hata ukiwa na wachache. Sasa Daudi amemaliza vita bwana. Amepumzika chini ya mpera na kunywa juisi ya komamanga. Wazo likaingia ndani yake, kwani tukiwahesabu watu ina ubaya gani? Si tujue tu wamebaki wangapi? Daudi akamtuma jemedari akahesabu watu. Dakika hiyo hiyo Mungu akaja akasema, kwa nini umemruhusu shetani ameweka wazo ndani yako kuhesabu watu, wakati mimi na wewe tulishakubaliana usiweke imani kwenye idadi, whether uko na watu wengi au wachache. Mimi ndio siri ya ushindi wako. Sitaki utumainie nguvu ya mwili. Ndivyo ambavyo mimi na wewe tumeishi tangu zamani. Ili wazo la kuhesabu watu umelitoa wapi? Sasa ukisoma utaona lilitoka wapi. Maana Mungu alienda moja kwa moja akasema, kwa nini umemruhusu shetani kuweka wazo ndani yako? Jamani, kuhesabu watu ni wazo zuri sana. It can be a very good idea, but it is not a God idea. Be careful. Inawezekana ni wazo zuri lakini sio la Mungu, na likakuponza ukagombana na Mungu wako. Kiungo kilichotumika kupokea wazo la shetani ni fikra, ni ubongo, ni akili.